Hakuna utajiri mkubwa ambao Mungu amewahi kumkabidhi mwanadamu kama mtoto. Nyumba inaweza kubomoka ikajengwa tena, biashara inaweza kufilisika ikaanza upya, lakini mtoto akiharibika tabia yake ni vigumu sana kuirejesha katika hali ya awali. Ndio maana jukumu la kulea mtoto si jukumu la kawaida, ni huduma takatifu ambayo Mungu ameikabidhi mikononi mwa wazazi. Leo tunaishi katika kizazi ambacho kinabadilika kwa kasi kubwa. Watoto wetu wanakuwa katika ulimwengu wa simu janja, televisheni, mitandao ya kijamii, muziki, filamu na marafiki wenye ushawishi mkubwa. Kila siku dunia inapambana kuwafundisha watoto wetu namna ya kuishi. Swali la kujiuliza ni hili: je, sisi wazazi tunawafundisha nini kabla dunia haijafundisha? Kuna msemo unaosema usipomlea mtoto wako, dunia itamlea kwa namna yake. Kauli hii ina ukweli mkubwa sana. Tusipowafundisha watoto wetu kumcha Mungu, dunia itawafundisha kumkataa Mungu. Tusipowafundisha heshima, dunia itawafundisha kiburi. Tusipowafundisha ukweli, dunia itawafundisha udanganyifu. Na tusipowafundisha maadili, dunia itawafundisha kuhalalisha dhambi. Leo wazazi wengi wanahangaika kutafuta mali kwa ajili ya watoto wao, lakini wamesahau swala kubwa sana ambalo Mungu amelikabidhi la malezi. Na ndio maana Biblia ikasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mithali sura ile ya 22 fungu la 6 na Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 fungu la 6 na la 7 anasema, na maneno haya ni kuamuru leo yatakuwa moyoni mwako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena ukaapo nyumbani, uendapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Haya ni maneno ambayo Mungu wetu alikuwa akituelekeza namna ya kuwafundisha watoto wetu. Nikuombe ungana nami mwanzo mpaka mwisho katika somo hili. Kuna mambo ambayo tunaweza tukajifunza pamoja. Namba moja, jambo ambalo wazazi wengi hulisahau mwanzoni: elimu ya Mungu. Jambo la kwanza kabisa ambalo mtoto anapaswa kujifunza si alfabeti, si hesabu, si teknolojia. Jambo la kwanza ni kumjua Mungu. Mtoto anayemjua Mungu mapema huwa na dira ya maisha. Atakapokutana na majaribu, atakapokumbana na changamoto mbalimbali, atakumbuka Mungu. Atakapofanikiwa, atajua kumshukuru Mungu. Atakapokosea, atajua kutubu mbele za Mungu. Wazazi wengi hufurahi mtoto anapojua kutumia simu, lakini hawajali kama hajui kusoma Biblia. Hufurahi mtoto anapoongea Kiingereza, lakini hawahuzuniki kama hajui kuomba. Hilo ni kosa kubwa. Usimfundishe mtoto wako kwanza kutafuta fedha kabla hujamfundisha kumfahamu Mungu. Fedha bila Mungu inaweza kumwangamiza, lakini Mungu humfundisha jinsi ya kuzitumia kwa hekima. Katika Timotheo sura ile ya 3 fungu la 15 pale kuna kitu anasema. Jambo lingine la pili ambalo wazazi tunapaswa kufundisha watoto wetu ni kuheshimu watu wengine. Hili ni jambo la pili. Heshima ndiyo msingi wa tabia njema. Mtoto anayeheshimu wazazi wake leo, kesho ataheshimu walimu wake, ataheshimu viongozi wake, ataheshimu mwajiri wake na hata Mungu pia. Lakini heshima haiji yenyewe, hufundishwa. Usimwambie mtoto heshimu watu wakati anakusikia ukitukana jirani yako. Usimfundishe mtoto heshimu wazee wakati anakuona wewe mwenyewe hufanyi jambo kama hilo. Paulo alisema katika Warumi sura ile ya 12 fungu la 10 ya kwamba katika kumdana kindugu, mpendane sana kila mmoja na mheshimu mwenzio, au amuone mwenzio kuwa ni bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo mzazi, hakikisha mtoto wako unamfundisha kuepukana na kiburi, awajali watu wengine, awe mtu wa kujali watu wengine. Namba 2 ndio hili ambalo tunalisema, awe mtu au mtoto wako hakikisha anajua afya yake, kujali afya yake. Wakorintho sura ile ya kwanza fungu ile la 6 na Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 fungu la 19 anasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Anazungumza ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Afya njema haianzi hospitalini, inaanza nyumbani. Mzazi ndiye anayemfundisha mtoto kunawa mikono, kupiga mswaki, kuoga, kula chakula bora, kunywa maji safi, kufanya mazoezi na kupumzika kwa wakati. Mtoto akifundishwa mapema kutunza afya yake, ataepuka magonjwa mengi
yanayosababishwa na uzembe. Lakini zaidi ya hayo, atajifunza kwamba mwili wake ni zawadi kutoka kwa Mungu na unapaswa uheshimiwe. Usimzoezeshe mtoto kula kila anachokitaka. Mfundishe kuchagua kinachofaa. Leo anaweza kulilia akinyimwa chakula kisichofaa, lakini kesho atakushukuru kwa kumjengea afya iliyo njema. Mzazi, hakikisha unamfundisha mtoto wako kanuni sahihi za afya iliyo njema. Manake leo anaweza akakulaumu, lakini kesho akakushukuru kama mzazi. Namba nyingine ambayo tunaenda namba 4 ni matumizi ya barabara. Maisha ya mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndio maana kila mzazi ana wajibu wa kumfundisha mtoto wake namna salama ya kutumia barabara. Leo watoto wengi hupoteza maisha na kupata ulemavu wa kudumu, si kwa sababu hawakuwa na ndoto, bali kwa sababu hawakufundishwa kanuni za usalama barabarani. Mzazi asisubiri mtoto afike shule ndipo ajifunze kuvuka barabara. Mafunzo huanza nyumbani. Mfundishe kutazama, kulia na kushoto kabla ya kuvuka. Mfundishe mtoto elimu salama kuhusiana na namna anavyoweza kuitumia barabara. Hili ni jambo ambalo wazazi wengi tunalisahau kulifanya. Lakini jambo lingine ambalo hili pia ni changamoto kwa wazazi wengi, hili ni jambo la 5. Elimu ya jinsia. Hakikisha mzazi unamfundisha mtoto wako elimu ya jinsia. Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 fungu lile la Mwanzo sura ya 1 fungu la 27 inasema kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Katika dunia leo watoto wanapata taarifa nyingi kuhusu masuala ya jinsia kupitia mitandao ya kijamii, marafiki na vyombo vya habari. Swali si kama wanafundishwa, bali ni nani anayewafundisha kwanza na ni kwa dhumuni gani? Ikiwa wazazi watanyamaza, dunia itawajaza mawazo ambayo mara nyingi yanapingana na neno la Mungu. Mzazi anapaswa kumfundisha mtoto kwa upendo na kwa hekima kwamba Mungu ndiye muumba wa mwanadamu na aliumba akimuumba mwanamume na mwanamke. Amfundishe mtoto wake kwamba yeye ni wa jinsia gani. Amfundishe kuheshimu mwili wake, kuutunza kama hekalu la Mungu na kama hekalu la Roho Mtakatifu, na amfundishe kabisa ya kwamba kutokukubali mtu yoyote kuchezea au kubadilisha mwili wake. Mtoto pia hufundishwa mipaka ya mawasiliano na watu wa jinsia tofauti na yeye, umuhimu wa kujisitiri kwa heshima na kwamba mwili wake una thamani kubwa mbele za Mungu. Mafundisho haya yanamsaidia kujilinda dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na mambo mengine ambayo yanaweza kumtokea mtoto wako. Kwa hiyo mzazi, hakikisha unamfundisha mtoto wako jambo kama hili, na hili wazazi wengi hulisahau. Nataka nikukumbushe tu ya kwamba ukisahau kumfundisha mtoto wako elimu ya jinsia, atajifunza kupitia mitandao ya kijamii au dunia itaendelea kumfundisha, na hapa kuna hatari. Mungu akubariki sana. Usisahau somo linalofuata. Usisahau kusubscribe channel hii. Mungu akubariki.